Kama ulishawahi kusikia ndoa ndoana, basi ndio hii. Just imagine, huyu bidada ni mke wa huyu mshikaji hapa, lakini pasipo uoga wowote wala kumheshimu mumewe, anamchiti mume wake mbele yake tena. Jinsi gani asivyo na aibu! Ila mwamba, hii ndio ndoa ambayo yeye amekubali kuishi ndani yake. Hii hapa hivi ni full recap ya hii movie. Movie inaanzia hapa, mshikaji ana mke na mtoto, mtoto anaitwa Trixie. Sasa leo hapa walikuwa wanajiandaa, wanataka kutoka kwenda kwenye party. Bidada alikuwa akimwambia mume wake amchagulie nguo gani avae. Mwamba akawa amemchagulia gauni jeusi ambalo ni hili hapa amevaa. Kiufupi, mshikaji alikuwa anamjali mke wake na kumzingatia kinoma yani. Okay, mida baadaye wakapanda gari kuelekea eneo la tukio. Baada ya kuingia tu hapa ndani, yeye na mke wake wakawa wametengana. Mwanamke yuko upande mwingine kabisa yani, na wala hana muda na mume wake. Muda kidogo, kuna huyu jamaa mwenye vinywele fulani hivi akawa ameingia mazingira haya hapa hivi. Melinda kumuona hivi alikuwa amefurahi kinoma yani. Mshikaji anaitwa Joel. Wakati huo mume wake yuko kwa mbali tu anamwangalia jinsi anavyofurahia wanaume wengine na kuwakumbatia. Basi Melinda na Joel wakachukuana hadi nje ya eneo hili hapa hivi. Wakati huo Allen anawafuatilia taratibu ili kujua wanaelekea wapi. Kwa mbali Allen akiwa kwenye ghorofa alimuona Melinda na Joel wakiwa na kiss. Lakini hata Melinda alipoona mume wake amemuona hakuogopa hata kidogo, aliendelea kumkiss Joel. Allen hakureact hata kidogo, aliondoka akaendelea na mingo zake. Okay, mida baadaye Joel akamfuata Allen hadi maeneo ya pembeni kidogo, na hapa kwa dharau alikuja kumshukuru Allen kwa kumruhusu yeye kucheza na mke wake. Joel akiwa anajitamba sana, Allen alianza kumwambia kuwa kuhusiana na mshikaji pia ambaye anaitwa McCray, na yeye alishawahi kuleta ukaribu wa kirafiki na mke wake na yeye aliamua kumuua. Joel kusikia vile, pale mudi ikaisha na akaamua kuondoka kwenye party. Joel akiwa anatoka, Melinda alimfuata, lakini Joel hakumjibu Melinda hata kidogo, bali aliamua kuondoka tu. Sasa mida baadaye wakiwa wanatoka baada ya party, Melinda alikuwa amelewa kinoma yani. Na hapa kabla ya kuingia kwenye gari alikuwa akimuuliza maswali kadhaa Allen kuwa kwa nini amemtishia Joel hadi kuondoka, lakini Allen alimwambia kuwa hawajaongea chochote kibaya. Na haikuishia pale tu, hata waliporudi nyumbani bado ilikuwa vile vile tu. Wakiwa chumbani bado Melinda alikuwa akimsifia sana Joel. Alikuwa akisema kuwa Joel alikuwa akimfanya yeye kuwa na furaha mno. Kulingana na maneno ambayo alikuwa akiongea mke wake, aliona aondoke pale na aje kwenye chumba ambacho huwa anafuga wadudu, na Allen alikuja huku kwa ajili ya kurefresh. Okay, moja kwa moja hadi asubuhi. Baada ya Trixie kupata breakfast, Allen akawa anampeleka shule. Baada ya kuhakikisha binti yake ameshaingia darasani, akiwa anarudi alikutana na jirani yake ambaye alikuwa akimwambia kuhusiana na stori ambazo zinazungumzika sana mtaani, kuwa yeye Allen anahusika na baadhi ya vifo vinavyoendelea hapo mtaani. Na mida baadaye hivi Allen yupo na rafiki zake hapa, na wenyewe walikuwa wakiendelea kuongea maneno ya mafumbo, wakimsema Allen kuwa yeye ndio amefanya mauaji, na sababu inayopelekea wao wamuhisi Allen ndio muuaji ni kutokana na kuwa wanaume wote wanaodeti na Melinda ndio wanauawa, na wala Allen haonekani kuchukizwa na tabia ya mke wake. Lakini baadaye upande wa pili huku nyumbani kimenuka tena. Melinda anamsema na kumlalamikia mume wake tu. Anasema kuwa alijua tu baada ya kumwona Joel anaondoka katika hali ambayo isiyo ya kawaida, alijua tu Allen alishamtishia Joel. Sasa ipo hivi, Joel jana baada ya kwenda nyumbani alimpigia Melinda simu na kumwambia kuwa mume wake ndio amehusika na kifo cha Martin. Sio poa yani. Hivyo ndivyo Melinda alikuwa akimlalamikia mume wake. Sasa mbaya zaidi, Melinda akamwambia mume wake kuwa anatakiwa amuombe Joel msamaha. Mwamba Allen hana cha kufanya, ilibidi akubali tu. Okay, ilipofika Ijumaa mida jioni hivi, Joel alikuja nyumbani kwa kina Melinda ili wakati wa chakula cha usiku aombe msamaha na Allen. Na kweli bwana, Allen alimkaribisha Joel vizuri nyumbani na baadaye wakapata dina vizuri tu, lakini Trixie hakupenda urafiki kati ya mama yake na Joel. Sio poa hata kidogo. Melinda alikuwa akimtusi Allen mbele ya Joel. Na haikuishia hapo. Baada ya kumaliza kula chakula, Melinda alimwambia Allen aende akamlaze mtoto. Okay, kuna ile kauli kuwa neno lako kwangu ni sheria. Kwenye hii familia hiyo kauli ilikuwa inafanya kazi vizuri sana. Allen akaja chumbani kwa mtoto kumsomea stori ili kumbembeleza alale. Wakati huo kumbuka sebleni amemwacha mke wake akiwa na Joel. Na baada ya mtoto kulala, Melinda alimwambia Allen ni muda sasa kwenda kumuomba msamaha Joel. Lakini Allen hakumuomba msamaha Joel. Alimwambia kuwa hawezi kumuomba msamaha kwa kitu ambacho amefanya kweli, kwa maana ya kwamba yeye ndio amemuua Martin McCray. Na baada ya pale Allen akamfukuza Joel akamwambia aondoke. Okay, katika siku iliyofuata leo akiwa hapa, Allen alipokea simu kutoka benki. Aliambiwa kuwa kwenye kadi yake ya benki kuna muamala ambao ulikuwa ukifanywa na haukufanikiwa kwa sababu hakuna salio la pesa la kutosha, na muamala huo ulikuwa ukifanyika kwa ajili ya kumlipa jamaa mmoja aliyefahamika kama Chris kwa ajili ya mafunzo ya gitaa. Hivyo benki ilikuwa ikimwomba aongeze salio la kutosha ili aweze kufanikisha muamala huo. Basi kama hivyo bwana,
bwana, Allen akawa amefanikiwa kujua plani inayofuata ya mke wake. Allen akaanza kufuatilia mahali ambapo mwanamuziki huyo angekuwa anaperform, na baada ya muda mrefu kufuatilia kwa kupiga simu akawa amepafahamu, na jioni muda wa tukio akawa amefika hadi eneo husika pasipo kumwambia mke wake. Akakaa kwa mbali kabisa ili kuona vizuri kitakachokuwa kikiendelea, maana alikuwa akijua kabisa mke wake angekuja hapa. Na kweli haikupita muda, baada ya muda mfupi Melinda akawa amekuja hapa. Melinda alikuwa akifurahi sana akimwangalia mwanamuziki huyu. Allen hakuweza kuvumilia kuendelea kumwangalia Melinda, bali aliamua kuondoka. Okay, moja kwa moja hadi katika siku iliyofuata. Leo Allen na Trixie walienda kwenye kituo cha wanyama ili kuadapti mbwa. Wakiwa njiani wanarudi nyumbani, Allen alimwona mwanamuziki akiwa amebeba maua. Alihisi kabisa kuwa haya maua huenda anapelekewa mke wake, na kweli kabisa bwana, alipofika nyumbani aliyakuta yale maua, na baada ya mke wake kuondoka tu mezani aliyachukua yale maua na kwenda kuyatupa kwenye dustbin. Hapa tunafahamu kuwa kuna vitu ambavyo Melinda anafanya na vinamuumiza sana Allen, lakini Allen anavivumilia mno. Okay, moja kwa moja hadi usiku. Leo usiku Allen hakutoka nyumbani kabisa, alikuwa akifuga wadudu wake, lakini upande wa pili huku Melinda yuko na yule jamaa mwanamuziki kwenye gari. Melinda alikuwa akijiandaa kwa ajili ya kukitupa na mshikaji. Ilikuwa sio poa, yani Melinda anakiwasha kwenye gari. Mwenetu Allen huku nyumbani amelala akiwa amekunja ngumi. Ilipofika asubuhi alishangaa kugundua kuwa mke wake hakurudi nyumbani usiku mzima. Hadi mida mchana hivi ndio mke wake alirudi, na alirudi nyumbani akiwa amelewa hatari. Allen alimuuliza Melinda kuwa alikuwa wapi usiku mzima. Aliuliza pia kuwa kwa nini alituma $3,000 kwa yule mwanamuziki, lakini Melinda alikuwa akimjibu vibaya Allen. Allen alimwambia Melinda kuwa hataki kumuona akiwa karibu na yule mwanamuziki. Okay, leo hapa nyumbani kulikuwa na party, yani hizi familia wana have some fun. Party ikiwa inaendelea, yule mwanamuziki alikuja hapa nyumbani kwa sababu alikuwa amealikwa na Melinda. Okay, mida jioni baada ya kagiza kuingia, Allen alikuwa akimtafuta Melinda. Baada ya kumuulizia kwa muda mrefu, alielekezwa ni wapi alipo, ila alipoenda huko alimwona Melinda akiwa anatoka kwenye chumba kimoja na yule mwanamuziki, na aina ya mavazi aliyokuwa amevaa ilithibitisha kuwa wametoka kukitupa. Basi ile ilimuumiza Allen kinoma yani. Na bado haikuishia pale. Kwenye simu mpulu yule mwanamuziki alikuwa akicheza na Melinda. Sasa hii ilizidi kumpandishia hasira Allen. Jamaa alikuwa akicheza na Melinda pasipo kuhofia kuwa huyu ni mke wa mtu. Sasa muda kidogo mvua ikaanza kunyesha pale. Watu wengi waliokuwa wakiogelea wakakimbilia ndani. Pale nje kwenye swimming pool akawa amebaki Allen pamoja na yule mwanamuziki. Baada ya Allen kuhakikisha watu wote wako ndani, tulimuona akimnyemelea yule mwanamuziki. Hatukuonyeshwa kilichofanyika, ila Allen alikuja kujiunga na wenzake. Watu walikuwa wakila maisha tu hapa ndani. Baada ya muda kidogo, kamera ilipoturudisha nje kwenye swimming pool, tuliona mwili wa yule mwanamuziki ukiwa unaelea. Wakati huo huku ndani Melinda alikuwa akimtafuta yule mwanamuziki, na alipotoka nje tu Melinda alikuwa akilia kwa uchungu sana. Watu wengi waliokuwepo hapa ndani walikuja ili kuutoa mwili wa huyu jamaa kwenye maji. Melinda alilia kinoma yani isivyo na kifani. Basi bwana, baadaye polisi wakaja wakachukua vithibitisho vyao na kisha wakaondoka. Lakini Melinda alikuwa akilalamika kuwa mume wake ndio amemuua yule mwanamuziki, na hata huyu mzee hapa alishaanza kumuhisi Allen vibaya. Okay, maisha yakazidi kusonga. Allen akiwa kwenye mishe zake alianza kuhisi kuna jamaa anamfuatilia, lakini mwisho wa siku ile gari ilikuja ikampita na ikaondoka zake. Na hata leo mchana Allen akiwa kwenye mishe zake anatembea mtaani, alishangaa kuiona ile gari tena. Alipochungulia ndani ya gari alikuta kuna kamera na vithibitisho ikionyesha kuwa hii gari ni ya mpelelezi. Akawa amepotezea pale na kuendelea na matembezi yake. Hatua mbele kidogo alimuona Melinda akiwa na mgeni hapa kwenye huu mgahawa. Ikambidi aingie ndani ili kusalimiana nao, na walipotambulishana jamaa alificha utambulisho wake kuwa yeye sio mpelelezi bali ni mtu wa therapy, yani therapisti. Lakini Allen alishagundua ukweli kuwa huyu ni mpelelezi na ameajiriwa na mtu binafsi. Alipotoka pale akaenda hadi kwa Doni, mtu ambaye amemwajiri yule mpelelezi. Alienda akamchana ukweli tena mbele ya familia yake. Allen na Doni waligombana pale kiasi kwamba nusu azichape, ikawa imeishia pale kama hivyo. Sasa leo katika siku nyingine, Allen akiwa mtaani alimwona mke wake akiwa na kajamaa kingine. Allen alikuwa akiwafuatilia na kuangalia kwa mbali, na baada ya kuwafuatilia kwa muda mrefu alianza kuhisi ni watu ambao wako kwenye mahusiano, na hata maongezi yao alishayasikia, maongezi kati ya mke wake Melinda pamoja na haka kajamaa. Okay, leo mchana haka kajamaa kakaja hadi kwa Allen na kakajitambulisha pale kanaitwa Tony, ni rafiki yake na Melinda, na kakajidai kuwa kanamsifia sana Allen pamoja na yote yaliyotokea, lakini tabia za Melinda hazikuwa zimeisha kabisa.
Kama kawaida yake, alikuwa akiongea maneno ambayo yanamvunja moyo mume wake, maneno ambayo yanamfanya Allen ajisikie vibaya. Wanacheza, wanabambiana, yani hovyo hovyo unaambiwa. Tabia ya Melinda ilikuwa ikimuumiza sana Allen. Haya bwana, siku moja Tony akiwa mtaani kwenye mishemishe zake, Allen alikuja akapaki pembeni yake na kumwambia Tony kuwa kuna sehemu Melinda anajenga nyumba, kama atahitaji aende akamuonyeshe. Kwa kuwa kaka jamaa kalikuwa na kielele sana, kakaingia kwenye gari wakaenda hadi nje ya mji kabisa huko. Baada ya Tony kuona kuwa anapelekwa mazingira ambayo hayaelewi, akataka kumpigia Melinda simu, lakini maeneo haya kulikuwa hakuna mtandao kabisa. Kadri walivyozidi kwenda, jamaa alizidi kupata hofu kabisa. Alipofika hadi kwenye mtego wa mwamba, jamaa alichukua jiwe na kumpiga kichwani. Akiwa anasikilizia maumivu hajakaa vizuri, Allen alichukua jiwe kubwa na kisha kumpiga nalo. Tony alidondoka na kisha kuporomoka kwenye hili bonde, na hapo ndo unakuwa mwisho wa haka kajamaa, jinsi ambavyo Allen alikaua. Kisha Allen akachukua jiwe kubwa na kumfunga nalo tumboni na kisha kumdumbukiza kwenye maji, kwa maana ya kwamba azame kwenye maji na asitokee watu wakamuona. Basi bwana, baadaye aliporudi nyumbani alimkuta mke wake na mtoto wanacheza. Wakawa wameplani kuwa waende kwenye picnic msituni. Wakaja kwenye hili poli ambalo linaitwa The Gorge. Wapo huku wanafurahia maisha tu, lakini alipokuwa huku na binti yake kwa mbali, aliona ule mwili ukianza kuelea tena. Akamtoa binti yake maeneo yale pale kwa haraka na akaichukua familia yake ili kurudi nyumbani. Sasa wakiwa njiani, Melinda akasema kuwa amesahau kitambaa chake pale msituni. Allen akamwambia kuwa kesho asubuhi kitakuwa kitu cha kwanza yeye kukifuata huku polini, kwa hiyo hata asijali kabisa. Okay, mapema sana asubuhi katika siku iliyofuata Allen akachukua baskeli kuja msituni, lakini ukumbuke kuwa lengo la Allen kuna ule mwili ambao unaelea. Wakati huo mke wake alipoamka tu asubuhi akaenda hadi kwenye ile bustani ambayo Allen anatunza wadudu wake, na huko akakutana na wallet ambayo ilikuwa na vitambulisho vya Tony, na hapo ndio akagundua kuwa Allen alishamuua Tony. Wakati huo mwamba alishafika msituni ili kuanza kazi yake. Sasa wakati Allen anahangaika kuuzamisha huu mwili, kuna yule mzee ambaye anaitwa Don alikuwa akimfuatilia Allen, na mzee huyu alikuwa ametumwa na Melinda. Sasa alimwona Allen akiwa ameshika mti na anahangaika kwenye maji. Mzee alipomsogelea Allen karibu, aligundua kuwa Allen alikuwa akificha mwili wa mtu chini ya maji. Mzee baada ya kuona kiganja tu alishtuka na akaanza kukimbia. Allen akajua kabisa hapa kimeshanuka, cha msingi ni kumwahi huyu mzee. Kwa haraka haraka zaidi mzee akazama kwenye gari ili kuondoka hapa msituni. Wakati huo Allen akachukua baskeli yake kuanza kumkimbizia mzee, na kwa kuwa Allen alikuwa analielewa hili poli vizuri, akaanza kupita shortcut. Mzee akiwa anaendesha gari yake alitaka kuanza kuwatumia watu message kuhusiana na kile alichokiona, lakini kwa kuwa alikuwa na spidi sana akajikuta anaidondosha simu, na alipojaribu kuiokota ili anaamka ilikuwa kidogo tu hivi amgonge Allen, na alipomkwepa aliacha njia na akadondoka na gari yake, ndio ikawa mwisho wake hapa. Na hii ndio inakuwa ponda ponea ya Allen, kwani leo lazima kingechafuka huko. Basi baadaye Allen akachukua baskeli yake kurudi zake nyumbani, na hapa ndio inakuwa mwisho wa hii movie. Tunapata kumwona Melinda akiwa anachoma vitambulisho vya Tony. Kwenye comment section niambie unauonaje huu mzigo, lakini pia niambie unaangalia hii movie ukiwa wapi. Hakikisha pia una subscribe, una like video hii na una turn on notification bell.